Alfajiri ya leo vile vile tumepokea taarifa kwamba kuna mwanaharakati mwingine, na niseme ukweli, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Mdude Mpaluka Nyagaji. Watu wanaojiita polisi wamevamia nyumbani kwake, wamemshambulia na silaha mbalimbali bruto, walikuwa wanampiga na kama manondo na nyundo na vitu gani. Wamemuumiza sana, wote mnaona ile damu iliyokuwa ikimwagika, sio mbuzi alikuwa anachinjwa, ni damu ya Mtanzania mwenzetu. Nimejaribu kufanya mawasiliano na polisi Mbeya, mpaka muda huu wananiambia, kila ninempigia ikiwemo RCO wananiambia sio yeye na hana taarifa ya tukio hilo. Tumewasiliana na familia yake, wamesharipoti tukio kituo kikuu cha polisi Mbeya. Matukio yote mawili Baraza la Uongozi la Chama cha Sheria Tanzania Tanganyika tunayafuatilia kwa ukaribu wa kipekee. Tumesikia Spika Tulia Ackson amesemaje? Rais Samia ni rais wa nchi, lakini pia ni mwenyekiti wa chama chetu. Asitokee mtu yeyote wa nje ya chama, wa ndani ya chama, akawa anamsema vibaya rais alafu wao ukamtazama. Shughulika naye. Hata mimi mbunge wako akiwa ananisema vibaya, nyoka naye. Hata diwani, kwa sababu madiwani wa hapa Mbeya mjini sasa hivi wote ni CCM. Hata akimsema vibaya mwenyekiti wa serikali ya mtaa, na yeye ni CCM, nyoka naye. Wanyoke, ile ni jinai haina kinga ile, wala hajafanya akiwa spika. Pale hapakuwa bungeni, pale palikuwa mtaani. Alikuwa akichochea mauaji ya kimbari. Yale ni mauaji ya kimbari. Kuua kundi au kupoteza kundi fulani linalofikiri kwa namna fulani. Kwa hiyo nchi tuna wajibu wa kuitunza, na namna pekee ya kuitunza ni kuhakikisha kila mmoja anajisikia yuko salama. Sare za CCM watu walikuwa hawavai. Kile kikosi cha chinja mimi ndo nilikuwa nakiongoza. CCM oye! CCM oye! Utakuwa na maoni huru tu labda kama una support kile kinachofanyika na serikali, lakini ukikosoa hauna huo uhuru. Lakini ukiwa una support kinachofanyika na serikali, hata ukitukana wengine you are safe. Hata ukitishia kuua, kuna mtu alitishia kuua. Kwa mfano mimi nashangaa polisi leo nimesikia wanatusema tunataka kujibu statement ya Chadema ya tarehe 11, lakini kuna statement ilitoka Kagera. Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute hawa. Piga makofi kwa CCM. Mwenyekiti wa UVCCM anazungumzia kupoteza watu, mpaka leo polisi haijajibu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri sehemu ya kuanzia huyu msemaji wa polisi atakayesema leo akamatwe, na yule wa Kagera akamatwe. Hapo ndio lidi ya kuanzia. Maana hiyo itakuwa ni kateli moja inahusika kusubjugate wananchi. Kwa nini nasema hivi? Kuna mtu ametoa kauli ya kiuhalifu yule kijana. Kupoteza. Kwamba watawapoteza na polisi wasiwatafute. Na kweli polisi hawatafuti. Huyu anajisikia hayuko salama akishakata tamaa. Na hili walijue. Akishakata tamaa kwamba there is nothing itakayonihakikishia usalama hapa nilipo, bora nitoke liwalo na liwe, hatuna nchi tena. Wahalifu wanajulikana, na mimi nasema yote hii inasababishwa na polisi, jeshi la polisi kutokuwajibika na kuvumilia hivi vitendo vya kihalifu, kwa sababu watu wameshatoa lidi. Mkuu wa wilaya pale amesema alikuwa porini na kuna mambo mengi wameyafanya. Wote hapo madiwani, mwaka 2020 hayuko diwani aliyepiga kampeni hapa. Ni mazingira ambayo yalikuwa yametengenezwa na serikali, na serikali ndio iliyofanya kazi ile ya wewe kupita bila kupigwa. Na kuna watu mnafahamu kilichotokea huko kwenye mapoli na sehemu zingine, na mimi nilihusika kwenye majimbo fulani. Hasa mazingira yale ni serikali ndio iliyofanya ile kazi.